saidia kuleta imani kwa wananchi. Kwa maana hiyo sasa hivi mtu ambaye ana fedha zake ziko benki pale, alafu akapata taarifa kwamba benki fulani imefilisika na imefungwa, manake alikuwa na kiasi fulani cha fedha kwenye akaunti yake pale, kile kiasi sio kwamba kinapotea, bado kinaendelea kuwepo na atapewa. Kwa mujibu wa sheria tutaona mbele ya safari kwamba kuna kiasi ambacho hii bima inafidia na kile kiasi kingine ataendeleza mwenzangu kinaenda kwenye utaratibu mwingine wa filisi. Kwa sasa hivi tunafidia hadi shilingi milioni 7.5. Na mtu anaweza kafikiri ni kama kiasi kidogo sana. Na pengine mtu anauliza sasa, kwa hiyo kama hicho kiasi ni kidogo namna hiyo, basi tusiweke fedha tena kwenye akaunti zinazozidi kiwango hicho. Hapana. Kimsingi hiyo ni hatua ya mwisho kabisa katika utekelezaji wa majukumu. Hiyo ni hatua ya mwisho kwamba hakukuwa tena na namna nyingine ya kuweza kudhibiti hilo janga. Na kinachopelekea mara nyingine benki kufilisika wala sio matatizo ya kiuchumi. Sio, kuna wakati mwingine kweli inawezekana kuwa na matatizo ya kiuchumi ya uendeshaji ambayo yamepelekea labda benki fulani kufilisika. Lakini kuna wakati mwingine tu ni paniki ya wateja. Yaani ile kusikia tu kwamba kuna tetesi za hapa na pale, na sasa hivi kuna social media na nini, inawezekana kukatokea tu tetesi ambazo saa nyingine sio sahihi. Zinatengeneza paniki kwa wateja, na kuna kitu walikuwa wanaita bank run. Yaani unakuta kila mtu ana paniki na kila mtu anataka kupaniki wa kwanza awahi kwenda kuchukua fedha katika benki. Kwa hiyo unaweza kukuta hata benki ambayo ina afya kabisa, haina shida yote. Lakini kutokana na hiyo panic, watu wanakimbia kila mmoja kwenda kuchukua fedha zake, na hilo linaweza likapelekea benki kuanguka au kufilisika. Na hilo sasa sio tatizo la kiuendeshaji, ni tatizo la panic. Kwa hiyo unakuta mfumo kama huu unapokuwepo unasaidia wananchi kufahamu kwamba hata ikitokea benki yangu ikapata matatizo, mimi fedha zangu ziko salama. Kwa hiyo inaondoa ile uwezekano wa watu kupaniki. Kwa hiyo inasaidia, lengo lake kubwa ndio hilo, kwamba au dhumuni lake kubwa la huu mfumo ni kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa na utulivu, na sekta ya fedha inakuwa tulivu, inakuwa himilivu hata wakati wa mitikisiko, kwa sababu tayari wananchi wana imani na ule mfumo uliopo wa kifedha, kwamba hata kama ikitokea benki ikafika kabisa ile hatua ya mwisho ya kufilisika, basi anajua kabisa hela zake ziko salama na atafidiwa kwa utaratibu ambao upo. Kama tulivyosema kwamba tunafidia hadi shilingi milioni 7.5. Nikasema kwamba mwananchi anaweza kafikiri ni ndogo, lakini kwa takwimu hadi kufikia mwezi wa 6 mwaka jana, kwa hesabu zilizokaguliwa, mfuko ulikuwa na uwezo wa kufidia kwa 100% wateja hadi akaunti hadi 99% ya akaunti zote kwenye uchumi. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kukitokea tatizo kwenye au hizo tetesi, 99% ya wateja wana uhakika kwamba hela zao zote watarudishiwa. Kwa hiyo ina maana ni benki zote. Hiyo ni katika sekta nzima ya fedha. Kwamba 99.26 hizo akaunti zote zimefidiwa. Kwa hizo ukawezesha huko vizuri, na ni kitu ambacho kiwezekani. Kwa hiyo milioni 7 kwa hicho kiwango hicho cha milioni 7.5. Kwa hiyo ndio imani ambayo tunataka wananchi wawe nayo. Na huo ndio uhalisia. Na hilo sasa ndio jukumu haswa au dhumuni haswa la Bodi ya Bima ya Amana, kuja kuwaambia wananchi kwamba jamani, hata ikitokea changamoto, mkasikia kuna tetesi, uko mezani unakunywa chai, usiungue kwa panic. Au umefika nyumbani umechoka, unakutana na habari ngumu kwamba benki fulani imewekwa chini ya ufilisi, uamini kabisa kwamba fedha zako ziko salama. Na hiyo milioni 7.5 inatoka moja kwa moja kwenye mfuko. Haina uhusiano na makusanyo, haina uhusiano na chochote. Ila endapo mtu alikuwa na zaidi sasa ya milioni 7.5, ambayo sasa kwenye hiyo hesabu, kwenye takwimu nilokupa ni 0.74 ndio wenye zaidi ya milioni 7.5. Kwa kwenye kila watu 100, watu 99 na zaidi wamekingwa 100%. Kwa hiyo ndio imani ambayo tunataka wananchi wetu waijue, kwamba wawe nayo, kwamba mfumo wa kifedha hapa nchini uko salama.
Sufu, muda unakimbia na mazuri mengi ambayo inabidi tuyapate, baadhi yake tumeshayasikia. Na tunazo dakika 8 tu zimesalia. Nadhani sasa kwa kudokoa kidogo, baada ya kumsikiza hapo kiongozi tayari amezungumza.